Mimi ni mtu wa tiba asili na mbinu mbadala, na ni mbaya ukitumia vibaya. Na sisi ni hospitali. Ni kumbe kile kitu ulichokidharau ndio kingekuwa na uwezo wa kukusaidia. Sawa. Changamoto zipo, ila changamoto hizo ndio kama mwanzo nilivyotangulia kusema kwamba viongozi wanatubeba. Ambapo changamoto inaweza kuwa kubwa lakini baadaye ikawa ndogo. Kulingana na umoja wa wewe uliotengeneza katika habari ya kwenda kutafuta vibali kama leseni ya kukuruhusu kufanya shughuli hiyo. Kwa changamoto haikuwa kubwa kulingana na nini na viongozi tulioko nao katika habari ya majukumu kama haya. Sawa, na mnawezaje kutambua kwamba huyu mtu anaumwa ugonjwa gani? Ndio maana ikaitwa ni tiba asili na mbinu mbadala. Na ambapo huyo mbinu mbadala lazima ingie kwenye hali ya kusema kwamba mtu unamsikia katika habari ya maelezo ya kwake yeye na kutambua mwili unasemaje. Baada hapo inaingia katika habari sasa ya wewe na habari ya mtu aliyekupa shughuli hiyo na kukuelekeza kwamba kiungo fulani kikiuma kinakuwa kina dalili fulani. Mwili ukiua hivi utakuwa na dalili fulani. Kwa hiyo unajikuta tayari hapo unatambua tiba gani inaweza kumfaa yeye. Ambapo hapo unakuwa umetumia utafiti wa ndani zaidi katika habari ya nini? Habari ya kumsikia yeye na wewe mwenyewe ukiwa naye. Sawa. Sasa tukirudi kwa wenzetu hao wa madokta waliosomea madarasani. Mara nyingi wakipelekewa mgonjwa huwa wanachukua vipimo kwanza, aidha damu na vitu vingine kadha wa kadha. Nyie huwa mnafanyaje sasa ili kuweza kuanza tiba kwa yule mgonjwa aliyeletwa kwako? Wale tofauti wetu na wale ni mmoja tu. Wale wanatumia kitu kinaitwa elimu ambayo walipita madarasani na kuisomea. Lakini sisi tunatumia urisisho. Ina maana mtoto tu anatulia hata kama wewe ulisoma shule, hakusoma shule, mtu ambaye alikuwa anafanya jukumu hilo akikupenda tu tayari anakupa maelekezo iko hivi. Ambapo haraka kinachotumika zaidi ni akili. Akili kuwa ndefu kwa ajili ya kufanya njia ya kutafiti mwili wa mtu na maneno ya mtu unayoyasikia na viungo vya mtu unavyoelezewa jinsi vilivyo. Mtaalamu wetu, bado tuko pamoja na wewe. Tunatamani kujua vingi sana kuhusiana na utaalamu. Kuna wakati wanasema kwamba mganga hajigangi, si ndio? Hiyo nazungumza watu. Sababu hiyo yote ni maneno tu. Ni maneno. Lakini uwezekano wa kujiganga upo. Uwezekano upo na wakati mwingine usiwepo. Hata ukiangalia hospitalini kuna tiba mhusika hospitalini ambaye ni dokta eza nesi anaweza kuwa na changamoto katika habari ya mwili wake. Changamoto hiyo asiweze kuitatua, ikatakiwa atafute rafiki na kuweza kuitatua. Ambapo hata sisi wenyewe iko hivyo, kuna yanayowezekanika na yasiyowezekanika. Ukiangalia kwa hususa kwa madokta au manesi, inapotokea zoezi ya operation, hiyo zoezi hawezi kujifanyia yeye. Kuna operation zingine anaweza kufanya na zingine asiweze kufanya. Kwa hata sisi wenyewe kuna huduma zingine tutajifanyia, kuna zingine hatuwezi kujifanyia. Itatakiwa utafute mwenzio akusaidia. Sasa inakuwaje nyinyi wataalamu wa asili mnakuwa na vita sana? Ni kwa sababu gani inakuwa hivyo? Vita. Kila hatua ina vita. Hamna hatua inayokosa vita. Yaani kila mguu unaanza safari unakutana nayo huwezi kujua. Ila baada ya kufika utatambua. Ina maana hamna jukumu lote unaweza kulipokea katika habari ya ulimwengu kukosa vita. Vita ni vipo. Hata kama ni mfanya biashara amefungua biashara yake, vita atavipata. Changamoto atazikutana nazo. Hata kama ni nani kafanya kitu gani, changamoto atakutana nazo kama hizo za vita. Kikubwa tu ni kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie wepesi. Sawa. Na wakati mnakuwa mnagombana, hivi huwa mnagombana kwa kuonana au huwa mnatumia utaalamu wenu zaidi? Hizo taratibu hizo siwezi kuzungumzia kiundani zaidi kwa sababu mimi haijanitokea hiyo hali. Sawa, mtaalamu anasema hiyo hali haijawahi kumtokea kabisa.
lakini anasema kwamba katika kazi zao vita zipo kweli kweli, na pengine huenda hata ukatumiwa vitu vibaya ili kuharibu kazi yako. Na je, mtaalamu wetu, bado tuko na wewe, tunatamani tujue na watazamaji wasikie kuhusiana na kazi yenu, kwa sababu wengi wamekuwa na maswali sana juu yenu. Kuna wengine wanasema tunawaamini, wengine wanasema hatuwaamini. Sasa katika kazi zenu huwa kuna faida gani katika kumtibu mtu na kuna hasara gani kumtibu mtu? Kwa sababu huwa tunaona asilimia kubwa mnafuata madawa sehemu za mbali sana. Kuna faida gani hasa katika kazi zenu? Faida, asilimia kubwa naona faida ndio ipo. Kwa sababu faida ya kusema ipo, kwa sababu unakuwa unafanya kitu kama kujitoa. Kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa katika habari ya urisisho inazungumza kwamba wewe uwe tayari kwa ajili ya kumsaidia mtu, sio kwa ajili ya maslahi. Kwa hiyo ukifanya kazi, fanya kazi kwa moyo mmoja, sio kutafuta maslahi. Kwa hiyo hapo sioni madhara aliyopo, bali naona ni faida, kwa sababu unafanya kile kitu ambacho hata wakubwa zako walikuwa wakikifanya. Sawa, ni faida tupu, hakuna hasara yoyote. Sasa hebu waambie tena watazamaji kupitia swali langu lingine. Mara kadhaa tumeona wataalamu wenzako wamekuwa ni watu wa maneno mengi sana wakiwa mtaani. Hao nao unawatazama kwa jicho gani? Kila mmoja na utaalamu wake, na anatambua utaalamu wake kakabidhiwa katika njia gani. Hiyo siwezi kuizungumzia kiundani zaidi, ila bali nazungumza kwamba kila mmoja na mapokeo aliyopokea katika habari ya kazi yake. Aha. Kwa hiyo ukishakuwa na mapokeo yako, basi unajua namna ya kuendana nayo, si ndio? Na maana ukishapokea kazi kama hiyo, ina maana wewe unabaki unatazama namna gani ya kupalilia kazi yako hiyo ili ikae vizuri zaidi. Kwa huenda kila mmoja anapalilia kwa njia yake. Huenda ndio njia zao wanapalilia njia kazi zao, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hayo yanawezekanika. Sawa. Na hawa ambao huwa wanagombana katika hali ya utaalamu wao, mara nyingi huwa wanagombania wateja ama huwa wanagombania kazi yao isonge mbele? Ugomvi kama ukiwa kwa mtu mwingine, kutambua kabisa kwamba ugomvi umetokana na nini, hiyo ni ngumu. Labda ingekuwa litokea kwangu ndo ningesema ugomvi mimi na wale, au mimi na watu wa namna hii tunagombana kitu fulani. Ila kwa sababu umetokea kwao, siwezi kutambua ni ugomvi wa sababu gani. Sawa. Na pengine umesema kwamba mtaalamu ana uwezo wa kujikinga na kujitibu. Kwa unataka kuniambia kwamba maeneo yote walipo wataalamu huwa wanajiwekea ulinzi wa kutosha? Ulinzi ni Mwenyezi Mungu, ambapo anafunika na kufunika, kwa sababu vitu vilivyoletwa ndivyo Mwenyezi Mungu amelipeta kwa ajili ya kutusaidia. Kwa kila mmoja anatambua vitu hivyo vitumie katika mfumo gani. Ulinzi sisi tunajua kwamba kila mmoja anaishi katika mfumo gani. Sisi kujua kila mmoja labda amejizatiti gani, sijajua. Sawa, asante sana. Lakini sasa nataka niulize swali lingine, ndugu yangu. Ni kwa nini mara nyingi wataalamu wengi wanakuwa na miti mingi sana katika majumba yao? Aidha unakuta na maua mengi, miti ambayo kiasi kwamba kuiona kwa haraka ni kazi. Mara nyingi huwa inasababishwa na nini, na kwa nini wanatengeneza hivyo vitu katika miji yao? Hivyo vitu ni sawa na hospitalini au katika pharmacy. Unapoenda pale, sio kila dawa unayoiona machoni utaweza kuitambua inatibu ugonjwa gani bila kuambiwa na muhusika au muuzaji wa dawa hizo. Na maana hata sisi ndivyo ilivyo hivyo. Akili yako utaumiza akili yako, utaenda kutafuta tiba kwa ajili ya kusaidia watu. Ukifanikiwa utafikisha nyumbani, utasubiria mgonjwa atakuja, utamshughulikia, atapona. Ila kabla hujaugua ukaanza kutumia dozi ile, huwezi kutambua dawa hii inafanya kazi gani. Kwa hata sisi tupo kama hospitalini, ambapo hospitalini aidha pharmacy unakuta madawa yapo madukani, lakini huwezi kufahamu kama hujawahi kuitumia. Sawa. Na nikitazama huku nyuma yetu tulipokaa, nimeona kuna miti mingi kweli na majani ambayo ukitafuta haraka huwezi kuyapata. Hii miti nayo ina utaratibu gani? Na ni kwa nini inakuwepo kwa wataalamu kama wewe tu? Hii ni kwa sababu ni dawa
ambao naweza kusema inaweza kutokea kama huduma ya kwanza. Hata kama mtu ametokea labda tiba yake ipo mbali kidogo, kuna uwezekano wa kuchukua hivyo vitu kama sehemu ya nini, kwa sababu ukiangalia kuna hata hospitalini unapokwenda kwa ajili ya huduma zingine, kuna huduma ya kwanza lazima uanzishiwe kama tiba yako inakuwa na mzunguko kidogo. Kwa ndivyo inavyokuwa. Sawa. Na umezungumza hospitali, nimekumbuka swali moja nitamani kukuuliza lakini likawa limenitoka. Hospitali mara nyingi huwa panakuwa kuna vitanda vya kulaza wagonjwa ambao wanakuwa wamepelekwa siku hiyo. Vipi na nyinyi wataalamu mnakuepo na vitanda kwa ajili ya wagonjwa ama huwa mnawapa dawa na kuondoka? Ya, vitanda waga vinakuwepo. Vitanda vinakuwepo, lakini katika taratibu zinazotakiwa. Tukifuata taratibu zinavyotakiwa, kitanda hicho au sehemu, maana hiyo ni network nini, kulaza, yani una mazingira ya kulaza wagonjwa. Natakiwa yanafanyaje, analizisha mazingira hayo. Lazima wakaguzi waje wakague, watu wa afya waje wakague, waangalie mazingira yako sahihi kwa ajili ya kupokea wagonjwa na kuwalaza na huduma kuendelea. Ya, na sisi tunaruhusiwa, lakini ni mtu tu anapokuwa na uwezo wake, basi kwa Mwenyezi Mungu hiyo haijazuiliwa. Haijazuiliwa. Sawa. Na nikitazama au kwa tafiti zangu ambazo nimefanya mara kadhaa, nimeona asilimia kubwa wataalamu wengi wanakuwa na nyumba fulani zinakuwa kama za duara. Lakini tangu nimefika kwako nimejaribu kuangaza, sijaona. Ikoje mtaalamu wangu? Hayo yote yapo. Ndio maana nikasema kila mmoja anatambua kazi alipokeaje na mfumo wa majukumu hayo umepokea katika mfumo gani. Iko hivyo ndugu yangu. Lakini ofisi unayo? Ya, ofisi ipo. Ofisi ipo. Ipo, ila kwa mimi nikihitaji kuiona siwezi nikaiona? Hapana. Hapana. Kwa sababu hata mazungumzo haya ninazungumza hivi. Labda tuseme ni kwa ajili ya kuhitaji labda tufumbuane. Ndio. Tufumbuane, palipo na giza papate nuru, mtu apate kufanikiwa kupata yale anayoyapata basi. Ila kuna mengineyo hapana. Kama ni mambo hayo lazima mtu aje na taratibu zote, aone aje na nani. Kama ni mwandishi wa habari au ni mtu amekuja na nini na vinavyotakiwa kwa ajili ya ukaguzi na kuangalia ofisi na kujieleza kabisa na kutazama na kujifunza kiundani zaidi. Hivyo. Sawa, mtaalamu anasema ya kwamba ukitamani kuona ofisi yake basi uwe uko tayari, lakini mengi sana tumeyajua kuhusiana na utaalamu na ni kwa nini wanaitwa wataalamu. Amesema ya kwamba ili uitwe mtaalamu lazima uwe mtafiti, lakini katika utafiti huo kuna mambo makuu matatu ameyataja: kurisishwa, aidha utamaduni au wakati mwingine kujifunza. Lakini mimi nasema ya kwamba wewe mtazamaji wa Boyrakiha umesikia mengi sana, na usiendelee kuwadharau hawa wataalamu wa tiba asili. Endelea kuwaheshimu, wanavyo vingi sana ambavyo wanatamani uvijue. Ndio, sasa ndugu, unawaambiaje watazamaji kwa yote ambayo tumezungumza na maswali ambayo tumekupatia? Naambia watazamaji kwamba wasizalau kila unachokiona katika habari ya ulimwengu au dunia, kwa sababu kila kilichowekwa duniani kina kazi yake. Ukikitafiti vizuri, ukikitafiti umetuliza akili yako sawa, na ukikitafiti kwa moyo mmoja, utatambua faida yake na madhara yake. Lakini ukiishi kwa kuzalau kitu unachokiona, wenda ndio kitu chenye uwezo wa kukusaidia leo au kesho, ukajikuta unakuwa ni mtu mnyonge, mtu unayekuwa na pata madhara fulani, kumbe kile kitu ulichokizalau ndio kingekuwa na uwezo kukusaidia. Na waomba waendelee kuheshimu vyote vilivyoko duniani. Hamna kitu kilicholetwa duniani kwa bahati mbaya, vyote vimeletwa kwa ajili yetu sisi. Asante. Anasema ya kwamba tuheshimu kila tunachokiona mbele yetu, tusidharau kazi ya mtu yoyote, maana hata wao wanachokifanya ni kazi na ni karama kutoka kwa Mungu. Si kwamba ni wao tu waliamka wakapata, hapana, ni kipawa kutoka kwa Mungu, na Mungu amewapa kibali cha kutibu watu. Yako mengi utaendelea kuyafahamu, endelea kubaki nasi. Asante.